Hivi karibuni niliweza kuhama sehemu nilipokuwa nakaa awali. Nilikuwa nakaa Goba kwa sababu awali nilikuwa nafanya kazi ambayo iko karibu na Goba. Wakati nahama nilipata changamoto kubwa. By the way, niko katika sehemu mpya ambayo nilikuwa nakaa tangia awali. Ikaja kuniwazisha kwa nini watu wanapata changamoto pale inapofika wakati wa kuhama au wakati wa kulipa kodi. Kumekuwa na kasumba kubwa sana ya watu kushindwa kutimiza pesa ya kodi inapofika muda huo. Nakumbuka kodi kwa sisi Tanzania au kwa sisi wa Afrika, tuseme Tanzania Dar es Salaam, unakuta ni miezi 6, sometimes unaweza kukuta miezi 4, 3, hata mwenye nyumba mwingine anapokea mwezi mmoja, lakini sisi tunaongelea kwa ukawaida ni miezi 6. So ni kitu gani kinachowapa changamoto watu kushindwa kupanga mwenendo wao wa kuweza kutimiza kodi za pango? Na ni njia gani wanaweza kufanya ili waweze kuepukika hizi shida za kuhama nyumba au za kufukuzwa nyumba kisa tu umekosa kodi? Kama ilivyokuwa ada, usichoke kusupport na kusubscribe channel yangu hii ya Innocent Mshindi. Kwa sasa navyoongea tuna subscribe zaidi. Let me surprise you, kuna surprise kidogo, I hope utaipenda. Mlikuwa mmemiss ubao wangu umerudi. Kwa sasa tuna subscriber 919, bado subscriber 81 tu waweze kufika subscriber 100. Kama ilivyokuwa ada, usichoke kusubscribe, pia usichoke kusupport mikanda zetu ili tuweze kufika kileleni kwa yale ambayo kufundisha, kwa sababu tunafundisha kuhusu fedha, ujasiriamali na uwekezaji. Kabla tukuja kwenye mada kuu yenyewe, labda nikuulize swali. Je, katika scenario hii, ukiwa we ni mtu ambaye unafanya kazi, unalipwa 350,000 kwa mwezi na umepanga chumba cha 100,000, hapo lipo unaangalia hii video, je, huyo mtu ana asilimia ngapi ya kuweza kutimiza haja yake ya kulipa kodi? Maana yake anahitaji kwa miezi 6 awe na 600,000. Okay? Au sometimes mtu analipwa 800,000 na kodi 100,000. Je, huyo mtu ana asilimia ngapi ya kuweza kutizima kodi? Jibu ni rahisi sana. Najua hata wewe umeweza kujibu. Yule mwenye mshahara mkubwa ana asilimia kubwa sana ya kuweza kuweka akiba ya mshahara wake ya 100,000 na kubaki na 700,000 kama matumizi ili kuweza kuweka kodi. Ni kitu ambacho ni simple. 350,000 na yeye itamuia mgumu sana kuweza kufikisha 600,000 kwa mwezi. Siwezi jua atafanyaje. Anyhow, labda na kipato kingine, lakini kiuhalisia itakuwa ngumu sana kulipa kodi kuliko yule mwenye mshahara mkubwa. That is typical truth. So lesson ya kwanza ni mtu kuishi katika uwezo wake. Kabla ya kuanza yote, hakikisha mtu unaweza kuishi katika uwezo wako. Labda mshahara wako 350,000, tafuta nyumba ambayo pale utapokata hela ya kodi itakubakiza hela ya kuishi. Unaweza kuanza nyumba 30,000, 40,000, ukizidi sana 50,000. Ila kiutaalamu wanasema kodi isizidi 10% ya mshahara yako. So kwa mfano kama wewe ni 300,000, kodi yako iwe 30,000. Wewe kama ni 1,000,000, kodi iwe 100,000. Wewe kama 200,000, kodi iwe 200,000. Na kwa nini iwe hivyo? Ili uweze kupata hela ya kuweza kujihimili katika maisha yako ya kawaida. Lakini bado kuna wale hata kama wana kipato wanaweza kuweka, wanakizi hiyo 10%, wanashindwa kuweka hela ya kodi. Hii ndio changamoto. Mtu ana hela, ana fedha, lakini anashindwa kujiwekea hela ya kodi. So hii video itakuja kuonyesha kwa namna gani ya kutenga fedha za muhimu, haswa kodi ya pango, ili kifika muda usije kukimbizana na mwenye nyumba au usije kutumliwa vyombo nje.
So I hope una peni na karatasi hapo, nikupe mbinu za kijanja ili uweze kufanikiwa lengo lako. Tunaanza na jambo la kwanza. Cha muhimu kabla hujaanza kufanya chochote ni kuwa na swala la bajeti. Bajeti ni kitu cha muhimu sana 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 sana. Bajeti itakuwezesha wewe kujua matumizi yako kwa mwezi yatakuwa yapi, na kuna matumizi gani ya lazima, kuna matumizi gani sio ya lazima. Na pia budget pia isikubane. Unaweza kuweka budget ambayo inahusisha asilimia kadhaa, labda 10% kutoa fungu la 10% kutoa fungu la 10 au sadaka, 20% kwa ajili ya kuwekeza, 30% kwa ajili ya matumizi, 30% nyingine kwa ajili ya vitu vya wewe kujipendezesha, labda nguo, kwa sababu mwisho wa siku mtu lazima ufurahie pesa yako. Hata kile kidogo unachopokea ni muhimu kufurahia pesa yako. So unaweza ukajinunulia nguo, unaweza kujinunulia kiatu, saa, kitu chochote kinachokupa. Unaweza kuweka hata 10% au 20% nyingine ya kupata muda kufurahi wewe na ndugu jamaa na marafiki, labda mpenzi wako, marafiki zako. Na hii inaweza kuwa kudine out, have fun, vitu kama kuangalia movies. So budget so lazima ikubane. Na mtandaoni huko kuna njia nyingi za kuweka bajeti. Kuna 50-30-20, kuna 40-30-20-10. Kuna njia nyingi ambazo zimeorodheshwa katika mtandao. Ni wewe tu kuweza. Ila kwa kuanza, cha msingi ukipanga bajeti yako uweze kujiwekea maanani. Pale unapopata pesa yako, labda kwa mfano unapokea mshahara, hakikisha unatoa kwanza kitu cha muhimu. Pay yourself first. Jilipe wewe kwanza. So kama ni mtu ambaye unashindwa kuweka akiba, unaweza ukajiwekea kwamba mshahara wangu labda shilingi 300,000, lazima nitoe 30,000 kwa ajili ya kodi, labda 20,000 kwa ajili ya kuwekeza. Ukitoa hiyo hela yako kwanza na ukatumia kilichobaki, inakuwekea discipline ya mind, ambapo tunakuja katika kitu cha pili, kuwa na discipline. Discipline ni kitu cha muhimu sana. So budgets bila kuifanyia discipline itakuwa work done is equal to zero. Kwa sababu gani? Lazima ufuate kile ambacho unakiweka. Mara nyingi sisi tunaweka mipango yetu katika madaftari mara ngapi, na tusifuate hii moja. So discipline ni kitu muhimu sana katika kufanikiwa kuweka hiyo hela yako ya akiba kwa ajili ya kodi au kwa ajili ya vitu vya ghafla. Kwa kama ukisema mshahara wangu ukitoka 30,000 niweke pembeni, fanya hivyo kila mwezi. Na ukiweza kufanikiwa kufanya hivyo kila mwezi, ifika mwezi wa 6 inakuwa rahisi kukusanya la kodi, kuliko ifike mwisho wa mwezi wa 6 utoe 180,000 kwa ajili ya kodi, ubaki na 120,000. So umeona inakuwa ngumu sana hapo. Kwa ukijiwekea discipline kwa kila mwezi, hata muda unapofika inakuwa na urahisi na unakuwa na amani ya moyo katika ulipaji kodi. Cha tatu, hakikisha unaweka vitu vyako kwa usahihi na kwa ufasaha. Kuwa na malengo na sio matamanio. Hiki ni kitu ambacho watu wengi wanashindwa kutofautisha malengo na matamanio. Malengo ni yale ambayo unaweza kuyafikia. Usianze kuruka kuliko hujaanza kutambaa. Usianze kukimbia wakati hujaanza kutembea. Mtu anasema anatamani kuweka na malengo kununua gari, lakini mshahara wake ni 300,000. Hayo sio malengo, hayo ni matamanio.
unatamani kuwa na gari, wakati unajua kabisa uwezo wako kuruhusu hivyo. Lakini ukiweka malengo asilia au yanaweza halisia, yanaweza kufikika, labda na malengo kuweka mtaji wa Laki2, hiyo inawezekana ndani ya mwaka, ambapo unaweza kuweka 20,000 au 15,000 kwa mwaka, itaweza kufikisha hiyo hela. Na malengo kununua simu ya Laki2.5 inawezekana. Hayo ni malengo ya uhalisia. Binadamu siku zote tunaweza kufikia kitu ambacho tunaenda nacho taratibu. Hata mimi unavyoniona, sijafika subscriber 900 kabla sijaanza kutengeneza video ya kwanza. Lazima uanze video 1 ndio ufike video 100. Lazima upate subscriber 1 ili uweze kujia subscriber 1000. Kwa hiyo usiweke matamanio, bali uweke malengo ya uhalisia yanayoendana na kipato chako. So kama umefika hadi sasa na uja subscribe, please subscribe na like hii video. Asilimia kubwa zaidi, asilimia 90 yenu mnaangalia hizi video hamlike wala msubscribe. Fanyeni hivyo, na pia ingependeza zaidi ili uweze kushare kwa watu wengi waweze kuona elimu hii bora katika hawa Innocent Mshimba. So katika kuweka hii akiba ni njia gani? Kuna akiba zingine unaweka, kwa mfano hiyo 30 unakata, labda unaweza kuweka kwenye sometimes unaweza kuweka kwa bank, sometimes unaweza, wengine ndo kina mama, kina baba, kina kaka, unaweka kwenye kibubu. Sometimes ndo hiyo unailalia, unaifanyia, unaweka katika michezo. Lakini kuna njia ambayo unaweza kuweka hela yako na ukaikuta imekuwa, maana yake unakuta kidogo ina faida. Hapo ndo inaingia UTT AMIS. So UTT AMIS ni mfuko ambao unaweza kuwekeza katika vipande mbalimbali, ambapo kuna Umoja Fund, kuna Liquid Fund, kuna Wekeza Maisha, kuna Watoto Fund. Inategemea na mfuko wewe ambao unauhitaji. So wewe kama una dhima ya kuweka kodi ya nyumba labda 30,000 na unajua kabisa kodi ni mwisho mwezi wa 6, so mfuko mzuri wa kuweka ni Ukwasi Fund. Ukwasi Fund utakuwa rahisi sana kuweka kodi yako, manake ukiweka 30,000 yako mwezi wa kwanza unaweza kupata 1% ya 30,000 ambayo ni sawa labda na shilingi 300 chukulia. Kwa sababu mtu anaweza kusema ni hela ndogo, lakini ndo tunasema discipline. Okay? Mwezi wa pili utaweka tena 30,000, utakijumlisha na ile 30,000 na 300 itakuwa 60,000. So uzuri wa UTT AMIS, riba huongezeka kwa hela ambayo iliyopo, sio hela ambayo umeanza nayo. Kwa hiyo mwezi wa pili kwenda wa 3 itaongezeka 1% ya 60,300, ambapo hapo ni 630. Haya, umeongeza mwezi wa 3, una 6,000, una 900, 60,300 jumlisha 600 yako, una 60,900 jumlisha 30, una 90,600 na 900. Mwezi wa 4 nao itaongezeka 1% ya hiyo hela. Unaona power ya compound interest. So sio kwamba tunawekeza kwa ajili ya pesa tu ibaki vile, unawekeza hata na kile cha hela katacho kusaidia kutoa hata kwa benki. Na katika UTT AMIS ina usalama, uhakika, na unaweza kutoa pesa yako pale wakati unapohitaji. Unasubiri ndani ya siku 3 za kazi, na ukiwa na discipline njema unaweza kufikia hilo. So hii ni njia kadhaa nimeweza kukuambia kwa namna unaweza kuwekeza kodi yako. Njia nyingine, watu wanaweza kuwa wanaweka kwa njia ya fixed standing order, kwamba mtu ana account yake rasmi ya bank ya kuweza kuwekeza, au unaweza kutumia
Mwekeza, ambayo nayo ni njia ya uwekezaji mpya. Nimeelezea video zake, kama hujawahi kuziona angalia hapo chini. Unatumia kama mtu mwenye mtandao wa Voda anaweza kutumia. So vyote hivyo unaweza ukafanya, ili mradi tu pale miezi 6 inapofika usipate shida. Na hii video kama imefika hapa umeweza kuelewa, nashukuru sana. Pia support Washindi Mag na Washindi T-shirts ambapo zipo kwa gharama nafuu. Washindi Mag kwa shilingi 25,000 tu, na Washindi T-shirt kwa shilingi 30,000 tu. Asante sana kwa kuweza kuangalia hii video hadi sasa. Please like and subscribe, share. Kama utahitaji huduma yote ya consultancy, biashara na uwekezaji, Washindi Solution tupo. Unaweza kuwasiliana kwa namba 0752855067. Video ijayo nitaelezea mahususi ni mahitaji gani ya muhimu na mahitaji gani sio muhimu. Hii ya leo tumeongelea kodi ni muhimu kwa sababu ni nyumba unaishi. Nyumba ni moja ya basic needs, ambayo kuna nyingine, kuna clothes na kuna chakula, na sasa hivi kuna vitu vingine vimeongezeka. So next video tutaongelea zaidi. Asanteni sana kwa kuwa nami, tukutane katika video zijazo. Mwezi utakuwa na surprise. Tumefikisha miaka 5, sio miaka 3. See you to the next one. Ciao.